Tunasema pole sana shekhe wetu, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam, Shekhe Walidi, kwa mitihani na misukosuko iliyokukuta. Hii ni sehemu ya ibada, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, yeye alipokuwa katika kazi yake ya kulingania, yalimkuta madhila kama haya. Nafikiri wewe mwenyewe katika darasa zako ulikuwa unaeleza vitu vya design hiyo, kwamba mmoja wapo katika makafiri walikuwa wanakwenda kumwekea matakataka katika mlango wake, lakini wakati wa kisali na vitu vingine. Sasa haya ni sehemu ya madhila ambayo yanaandaliwa na watu wenye chuki na choyo na roho mbaya dhidi yako. Kwa hivyo niseme ni fasaburun jamilun, kufanya subira ni kitu kizuri sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameshaeleza kitu cha design hiyo. Watu kama nyinyi alulamau warathatul anbiya, wanaochuoni mashekhe kama nyinyi ndio warithi wa mitume. Kwa hivyo kurithi baadhi ya mitihani yao ni sehemu ya ibada na ni sehemu ya lazima mkutane naye. Tumefuatilia mazungumzo ya huyo dada aniyotoa shutuma kwa kiasi tulivyofuatilia, na tumeona kwa upeo wetu namna tulivyokuwa tumeona, lakini namna ujasiri na maelezo yake yanavyoeleza inaonyesha wazi kabisa katika jicho hili la nyama unafahamu ya kwamba kuna kitu kinachoendelea nyuma ya pazia. Kuna sapoti kubwa inapatikana kutoka nyuma ya pazia, lakini haya yote mjuzi zaidi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunakupa pole na tunakwambia ni sehemu katika mitihani ambayo inapita. Nafikiri kuna mingine ipo imekukuta inafanana pengine kama hii, au inaweza ikawa midogo kidogo, inaweza ikawa mikubwa. Sema haikuwahi kuingia katika mitandao ya kijamii. Huku kwenye mitandao ya kijamii ndo kuna vuruga kila kitu, kwa sababu kila mmoja anatafuta story ili apate viewers. Kila mmoja anatafuta jambo la kwenda nalo ili apate viewers. Kwa hivyo nafikiri hiki kitu unakielewa, kwa sababu wewe ni shekhe, upo katika ulimwengu huu na upo katika huu sasa, na mambo haya unaelewa. Kwa hivyo mimi cha kusema kukwambia, fanya subira, fasaburun jamilun, fanya subira ni kitu kizuri sana. Lakini usisahau yale maneno ambayo Mwenyezi Mungu ameyanukuu akatuwekea katika Qur'ani. Tukisoma katika kisa cha Nabii Yusufu, tunaona Mwenyezi Mungu alinukuu na akasema yale maneno, inna kaidahunna adhimun, hakika nyinyi wanawake vitimbi vyenu ni vizito na vikubwa mno. Ndicho hichi kilichokuja kutokea. Kasimama mwanamke hapo kuweza kuvuruga amani ya nchi, kuvuruga amani ya Uislamu wa Waislamu wa Tanzania. Huyu ni mwanamke aliyetumika, lakini kutoka kwa Adamu katika pepo kule, sababu ilikuwa ni mwanamke kavuruga amani ya Adamu kule katika pepo, Mwenyezi Mungu akamtoa kule. Unaweza tukasema ni kadari, Allah alishakadiria hivyo, lakini tunaonyeshwa ya kwamba kiumbe anaoitwa mwanamke ana mitihani yake ambayo ni mikubwa kabisa, mpaka Mwenyezi Mungu akasema inna kaidahunna adhimun, hakika vitimbi vya wanawake ni vikubwa. Kwa hivyo ni katika kitimbi cha mwanamke alichokifanya leo hii kimeweza kutengua kila kitu katika maisha yako, imeweza kutengua kila kitu katika cheo chako. Lakini niseme tu, hadhi, cheo ndio vimetenguka, lakini elimu na uchamungu bado utabaki kuwa kwako wewe. Pambana kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kuomba dua Mwenyezi Mungu akupe moyo wa subira. Kama kweli imetokea kufanya hivyo, basi Mwenyezi Mungu atakusamehe kwa msamaha utakaoomba, lakini kama imetokea kuwa mtu anavuruga, Mwenyezi Mungu atawahukumu kwa namna yake ambayo yeye anaona hii hukumu itawafaa. Mimi niseme tu hayo kukupa faraja shekhi wangu, kwa sababu ni shekhi ambaye tunakupenda na tunakuheshimu na tunakutii na tunakufuatilia katika elimu unazozitoa. Tunapata mawili matatu na sisi kuweza kuongozeka. Aya nilizozisoma na vipande vya hadithi nilivyovitoa vinaonyesha wazi ya kwamba hivi ni vitu ambavyo wewe umevipandikiza katika fahamu zetu. Sasa tukishaona leo hii watu wengine wanakuja wanatokea na kuvuruga na kuharibu, sisi tunakuwa hatuelewi, lazima tuseme. Iwe isiwe, alkamalu lillah, mkamilifu siku zote ni Mwenyezi Mungu, hakuna mwanadamu mwenye ukamilifu. Sinafikiri hata hao waliokutoa katika cheo
bado na wao wana mapungufu yao kama binadamu. Lakini hata huyo anayesambaza hizi video bado ana mapungufu yake kama binadamu, na hata hao waliokuwa nyuma yake kumsapoti na kumwambia aseme hivi bado wana mapungufu yao kama binadamu. Kwa hivyo mimi niseme, na hata huyo aliyokaa katika hiyo nafasi bado na yeye ana mapungufu yake kama binadamu. Kwa hiyo niseme kwamba hakuna mkamilifu katika huu ulimwengu, kila mmoja ana mapungufu yake. Tunachotakiwa ni kuvumiliana, ni kustiriana, ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Tukikoseana kustiriana, tukikoseana kuvumiliana, itakuwa shida. Man satara musliman satarahu Allahu ta'ala fi dunya wal akhirah. Tunaambiwa yoyote mwenye kumstiri muislamu mwenzake hapa duniani, basi Mwenyezi Mungu anatangaza ofa kwamba Allah yeye atamsitiri hapa duniani na akhira aibu zake mbalimbali. Sasa wao walishindwa kufanya hivyo na kuelewa hivyo, kwa sababu halikuwa lengo lao hili. Lengo lao lilikuwa ni kuharibu na kuvuruga. Kwa hivyo tuseme pole sana, lakini vumilia. Haya yanakwenda na kuisha, yanakuwa na mwanzo na mwisho wake. Tilka al-ayyamu nudawiluha. Haya wanasema wenyewe, kutesa kwa zamu, sio masiku tu yanakwenda na mambo huwa yanabadilika. Masiku yanakwenda na mambo huwa yanabadilika. Kwa hiyo limetokea hili, siku zitaisha, litasahulika. Allah tabaraka wa taala atakuweka katika nafasi nyingine, lakini bado katika ulimwengu wa Kiislamu tunapohitajia, kwa sababu kuna dhamana kubwa umeibeba katika kifua chako. Bado watu wanahitajia hiyo dhamana. Kama mapungufu yapo yametokea ni ya kibinadamu, sidhani kwamba leo limetokea kwako, pengine kesho litaendelea na kutokea kwako. Hapana, inaweza likatokea kwa mwingine. Hatujui, na hata huyo aliyokaa hatujui makamilifu yake yako wapi, kwa sababu ni binadamu. Kwa hivyo yote kwa yote, tukupe pole na tuseme tu ya kwamba pole sana, sisi tupo nyuma yako, na tunakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu akupe moyo wa subira, moyo uliokuwa imara, usitetereke, usimame sawa sawa. Bado kuna majukumu mengine yanakuhitajia kuyafanya katika hii jamii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtoto imeandikwaje? Hii kadi ya mtoto imeandikwaje? Siwezi kumsingizia mzazi mwenzangu. Nampenda kwa sababu ni baba wa mtoto wangu. Makosa siku zote anatokea, hata kwenye ndoa makosa anatokea, ndio hivyo. Lakini changamoto iliyopo mimi kutishiwa kupotezwa. Kwa nini nipotezwe wakati mimi sina shida naye? Nilimfanya kitu gani ili anipoteze? Aya, mnasema mimi nambishia. Huyu muhuri mimi ninao. Huyu muhuri mimi ninao, muhuri wa mahakamani ninao. Hizi document hizi si summons za mahakamani. Aya, wakili wake Simba hamumjui. Wakili wake Simba hamumjui. Hebu mtafuteni, mumuulize hii kesi ilikuwaje, au kweli yeye Walidi hakushtakiwa mahakamani? Mbona hakuja? Ananinyanyasa kila siku na haribu nauli ambayo ilikuwa inaweza kumsaidia mtoto wake, kwamba yeye kiongozi hawezi akaja. Mpaka mimi nikauguza mtoto, nikaacha kwenda mahakamani, sikuenda mpaka kesi kafutwa. Kesi ilivyofutwa akaanza kunitafuta, akaniita ofisini kwake, nikaenda, akaniambia tusameheane, aishe, mtoto ndamsaidia, ndamtafutia cheti, ndamtafutia passport, kila kitu, mtoto ndamsaidia. Baadaye ikafika siku namuuliza kuhusu passport, cheti, ananiambia mimi mataniua. Maaskari wake wanataka kunipiga ofisini kwake. Kweli utu gani? Utu gani kweli she? Sijaja ofisini kwako kwa ajili ya ubaya. Nilikuja tuelewane, wewe mzazi mwenzangu, tuelewane. Tuone tunafikia hatua gani kuhusu mambo ya mtoto. Lakini unawapigia maaskari mimi wanifukuze hapo, wanipige, waninyanyase. Uhurumii mwanao, uhurumii damu zako kweli? Ile ni kujidhalilisha. Haya, hii ni nini hii? Huu muhuri wa nani? Huyu muhuri wa nani? Hebu mtafuteni huyo, mumuulize kama mimi hii ndo nilisaini. Kweli hii ndo nilisaini.
Yes, mnasema mimi namsingizia. Mimi simsingizii wala siwezi kumsingizia. Haiwezekani. Haiwezekani. Dokumenti hizi zote, ushahidi upo. Wenye kujua jambo hili wanajua. Wenyewe niliwatafuta kwa ajili ya ushauri, wamuite mzazi mwenzangu tusikilizane. Walifanya kazi, lakini kwa ajili ya kiburi hakuweza kutoa mwafaka mzuri, kwa sababu ye kiongozi mkubwa, mimi sina thamani yoyote. Nilipita ofisi nyingi, nilipata msaada kwa ajili ya kuweza kumlea mtoto. Nilisaidiwa, nilienda kwa mkuu wa wilaya, nilienda kwa ustawi wa jamii, nilisaidiwa, nilienda mahakamani, nilisaidiwa pia mpaka kesi kafika hatua ya kufutwa, nilisaidiwa. Kwa hiyo serikali inafanya kazi, sio kwamba haifanyi kazi, inafanya kazi. Lakini sasa inapofikia mahali unajua una shida na mwenzako, fanya mjadala, utatue tatizo hilo. Sio unatumia njia za kusema nitakupoteza. Sasa mimi kufa lazima nitakufa. Je, wewe utabaki duniani milele jamani? Mimi ninachokiomba, naomba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inisaidie. Nishapitia ofisi nyingi kwa ajili ya kuomba msaada, lakini sijafanikiwa kusaidiwa. Mpaka leo hii natishiwa na mzazi mwenzangu kwamba mimi nitapotezwa, mtoto wangu atauliwa. Mpaka naenda ofisini kwake nataka kupigwa. Si kitu kizuri sana. Wakati mimi nilienda kwa amani, niongee na mwenzangu, tusikie hatua gani tutakaoifanya kuhusu mwanae. Sio jambo lizuri la kunitishia. Mpaka saa hii nimeenda kujificha kazini kwenye nilikuwa natafuta riziki ya mtoto, siendi. Sijui sasa nitaishije. Naomba wenye huruma wanihurumie mimi, wanitetee mimi. Sauti yangu naweza kutoweza kufika kwa Mama Samia, anihurumie. Waziri Gwajima pia, mama yangu, sauti yangu ikufikie. Una huruma pia na wanawake. Waziri Mkuu, najua ubagui pia. Baba yangu, unihurumie, sauti yangu ifike kwako. Nilishafika sehemu zote, nilishaenda kwa mama yake, akataka kunipiga stuli. Sheikh Walid, pole sana Sheikh wetu, kipenzi chetu. Ni mtu ambaye unakubalika na watu. Ukiwa lulu, ukiwa dhahabu, hata itiwe mchanga ndio nazidi kusafishika. Na hii tumepata funzo kwa watu wengi sana. Jamani, nawaambia nyie ambao mafans mko katika TikTok, hizi habari bado zinaendelea kupostiwa kila siku. Lakini sisi vipenzi wa Mtume na sisi vipenzi wa Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambwa, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam, sisi tunakupenda sana. Hata kama ingekuwa ni kweli kwa wazifa wako Sheikh uliokuwa nao, haiwezi kufikia hatua hii. Yani kwa umaarufu uliokuwa nao, kwa hekima na busara uliokuwa nazo, usingeweza kufikia hapa. Lakini hii ni kashfa ambayo inaandaliwa. Lakini tuseme kwamba nyie wote mafansi, tunaomba msisupport hili jambo. Msimjibu, msisupport, muacheni aropoke tu. Tunajua Sheikh Walid umepewa mtihani mkubwa sana. Huu mtihani ni mkubwa sana, lakini nikupe pole ewe Sheikh Walid pamoja na familia yako. Tuwape pole kwa haya ambayo yanaendelea kwenye mtandao. Na mimi nimesema sitaacha kukemea, sitaacha kuongea, lakini nasisitiza kwamba Sheikh wetu Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambwa, Sheikh mkuu wa Dar es Salaam,
usimjibu chochote. Ye muache kila siku aposti dokumenti, aposti hiki. Wewe usimjibu chochote, kaa kimya tu. Kwa sababu mtu mwema na mtu mwenye busara ukaa kimya. Ye muache aropo, kwa sababu sasa hivi tayari watu washamuona kwamba akili zake haziko sawa. Lakini tuseme ya kwamba sisi tusimjibu chochote huyu msichana. Tumwache endelee kuposti tu. Lengo kubwa ni kumchafua shekhe wetu, lakini tumwacheni endelee kuposti. Atachoka kuposti, shekhe naomba usimjibu chochote.